Mungu. Lakini sasa mimi nilitamani uone jambo hili katika kutoa sadaka yako. Unatafuta nini? Wakina Ibrahimu walipotoa sadaka, walitoa si kwa sababu wabarikiwe, lakini walipotoa Mungu akajifunua kwao kama Mungu anayebariki, na leo wanabarikiwa. Wakina Ibrahimu tunaita Ibrahimu baba wa imani, ni kupitia njia hiyo. Lakini mataifa huwa wanabarikiwa, tunabarikiwa pia. Kuna baraka zingine tunapata katika Ibrahimu. Unaelewa mpendwa katika Bwana? Hii ni muhimu sana kufahamu. Kweli unatoa sadaka, lakini kwa nini unatoa hiyo sadaka? Hii ni muhimu, usije ukaisahau. Kweli unaomba, lakini unatafuta nini katika kuomba kwako? Katika kuimba kwako? Katika uombezi wako? Katika uimbaji wako? Katika ushemasi wako? Hii ni muhimu. Nilitaka ufahamu jambo hili, litakusaidia si kidogo sana tu. Haleluya. Okay, ninakupa faida za kumtafuta Mungu. Nilikuambia faida ndani ya kumtafuta Mungu kuna matokeo ya ajabu. Nimekuonyesha kwamba kuna mafanikio ya ajabu. Na faida nyingine ya kumtafuta Mungu, wanaomtafuta Bwana watasimama dhidi ya adui zao. Unajua, wengine kati yetu, kama kuna ujumbe nyingi ninapata katika huduma hii ninayoifanya, ni kwamba mingi wanasema, Papa Sale, napitia vita, naomba Mungu apigane na watesi wangu. Sikiliza nikuambie, jambo hili linapata faida. Tunapata kushinda au kusimama mbele ya adui zetu ni wakati tunamtafuta Bwana. Wale wanaomtafuta Bwana pekee ndio watashinda adui. Twende kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Siku ya Pili 16. Mambo ya Siku ya Pili 16 mstari wake ni wa 8. Mambo ya Siku ya Pili 16, tuanzie ule mstari wa 7 alafu tusome na ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi: wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mikononi mwako. Ona mstari wa 8. Je, hao Wakushi, Walubi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Unaona, ukiendelea na usomi utapata vitu vingi, lakini nilitaka uone jambo hili. Biblia inaposema kwamba lakini ulipomtegemea Bwana Mungu aliwaweka mikononi mwako. Walikuwa maadui wengi ndio, lakini sasa watashindwa ni wakati sisi tunamtegemea Mungu. Hii ni muhimu sana. Adui hawashindwi kwa kukemea, ili ulifahamu vizuri. Adui hawashindi kwa kukemea. Nilitaka uelewe kwamba kumtafuta Mungu ni kutafuta kweli ya Mungu, kutafuta kumjua Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, kusimamia kusudi la Mungu katika ndoa, kila mahali ambapo tunaenda. Hii ndio kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu sio kwenda kanisani. Kumtafuta Mungu sio kwenda kuomba. Kumtafuta Mungu sio kwenda kwenye vikundi vya uimbaji, sio kukua kwenye mabaraza ya wazee. Hiyo sio kumtafuta Mungu. Ufahamu ya kwamba kumtafuta Mungu ni ile kufanya kusudi lake, kutafuta kujua Mungu anataka nini na nini hataki. Kile anachotaka unafanya na kile asichotaka hufanyi. Hii ndio kumtafuta Mungu. Watu wengi tunadanganyika kwamba ni kwenda kumaombi.
Kwanza ukiangalia vizuri, watu wengi wanaoenda kanisani ndio wanapigwa sana, wanashambuliwa sana. Kwa nini? Wanafikiri kama kuenda kukanisa ndio kuwa na ushindi juu ya maadui, kuenda kuomba ndio kuwa na ushindi juu ya maadui, au kufanya sijui mafungo, kuomba maveye de priere ndio kuwa na ushindi juu ya maadui. Wanashangaa, wanaomba, wanatoa, wanafanya sijui nini, wanaenda kanisani, lakini bado wanashambuliwa. Tatizo liko wapi? Kwa sababu tumefahamu vibaya kwamba ukienda kanisani ndo unapata ushindi juu ya adui. Sikiliza nikuambie, unaenda kanisani kuomba ndio, lakini kwa kufanya kusudi la Bwana. Hii usisahau, mtu wa Mungu, kwa sababu watu wengi wanashambuliwa huku wakienda kanisani. Watu wengi wanashambuliwa huku wakiomba. Watu wengi wanashambuliwa huku wakiwa katika vikundi vya wazee wa makanisa. Wanashambuliwa huku wakiwa wanaimba kwenye vikundi vya waimbaji. Tatizo sio kuimba. Tatizo ni kumjua Mungu aliye mbinguni. Tatizo ni kujua kanuni za ufalme wa mbinguni ziko namna gani. Hii ndio tatizo kubwa tulionayo. Mtu wa Mungu, fahamu jambo hili, kwamba wanaomtafuta Mungu si kuenda kumaombi. Wanaotafuta kweli ya Mungu na kuiweka kwa matendo kweli ya Mungu, neno la Mungu wanalisikia, wanaliweka kwa matendo, hao ndio wanakuwa na ushindi juu ya adui zao. Wanasimama mbele ya adui zao. Unasema, Saulo, unatuambia kitu gani? Turudie kwenye ile Mambo ya Siku ya 2:14, alafu tusome ule mstari wa 9 hadi 15. 2 Chroniques chapitre 14 verset 9 à 15. Biblia inasema hivi: kisha akatoka juu yao Zera mtumishi Mkushi, mwenye jeshi 1,000 na magari 300, akaja Maresha. Nilitaka ukamate ile hesabu, wenye majeshi 1,000 na magari 300. Unaona, nilitaka usisahau ile hesabu. Alafu akatoka Asa Amlaki, akapanga vita Maresha bondeni mwa Sefata. Naye Asa akamlilia Bwana. Nataka uone. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie, Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twa kutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na Wakushi wakakimbia. Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata mpaka Gerari. Nao wengi wakaanguka wa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele ya Bwana na mbele ya jeshi lake, na hao wakachukua mateka mengi sana. Wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia, nao wakaiteka nyara miji yote, kwa maana zilikuwamo ndani yake nyara nyingi mno. Angalia mstari wa 15. Wakazipiga pia hema za ng'ombe, wakachukua kondoo wengi na ngamia, wakarudi Yerusalemu. Nilitaka ufahamu jambo hili na uone ukubwa wa faida
tunazozipata tunapomtafuta Mungu. Watu wengi tunakemea kwa jina la Yesu, maadui waangamizwe, wapigwe. Unakemea mchawi, bado usiku anakufinya shingo. Tatizo liko wapi? Tatizo haliko kukemea, ni kumtafuta Mungu. Ninaposema kumtafuta Mungu, sio jinsi ambavyo tunaenda kanisani na rejea. Maana wengi tunaenda kanisani, lakini wengi tunashambuliwa. Aya, angalia, Biblia inasema kulikuwa na maadui wengi, maelfu na maelfu, waliokuwa wanaenda kupigana na mfalme ambaye anaitwa Asa. Huyu Asa akapanga vita na wao. Ona alivyopanga vita yake. Biblia inasema alipoenda akamlilia kwanza Mungu, manake akamtafuta Mungu. Hii ni muhimu sana. Akaanza kueleza, akamtukuza Mungu mbele ya maadui, haijalishi ni wengi kiasi gani. Alijua Mungu ana uwezo wa kupigana. Anasema hivi, hakuna mtu mwenye anaweza kukushinda, mwanadamu hawezi kukushinda, na hakuna mtu mwenye iko sawa weye katika kusaidia mtu kwenye vita asiye na nguvu. Kwa hiyo Mungu, njoo utusaidie. Unaona maombi yenye nguvu namna hiyo, hajalalamika hapa. Unaona, hii ni maombi yanaonyesha kwamba imani yake iko ndani ya Mungu. Haogopi maadui, ila anaamini nguvu za Mungu kwa kuwapiga maadui. Hamlaumu Mungu kwa sababu ya unyonge alionao, ila anamwamini Mungu kwamba ana uwezo wa kumpatia mnyonge nguvu akapiga aliye hodari. Nataka umtafute Mungu wa namna huyu, mpendwa. Hii ni muhimu sana, itakusaidia. Inawezekana wewe ni mnyonge. Biblia inasema kwenye Isaya 55 mstari wa 6, tafuteni Mungu maadamu angali inapatikana. Hii ni muhimu sana. Usipofanya hivi itakutesa mpendwa. Neno la Mungu linatuambia tafuteni Mungu wakati bado anaonekana. Kwenye vita yako mtafute Mungu, kwenye vita ya watoto mtafute Mungu, kwenye vita ya kazi mtafute Mungu. Ulishakaona mtu anashambuliwa alafu anasema mimi nimechoka kutafuta Mungu? Unachokaje wakati unashambuliwa? Tafuta Bwana. Anasema nini kwa habari za vita yako? Neno hili analosema kwa habari za vita yako litumie, pambana. Sikiliza, Biblia inasema mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Kwa hiyo huwezi kumjua Mungu kama haumtafutake, kama haumsogelei, kama hauna muda na yeye. Mara ngapi unasoma neno lake? Mara ngapi unamsikiliza neno lake? Mara ngapi unamtafuta Mungu? Kwa sababu watu wengi wanaendaka kanisani kwa kujionyesha, mchungaji aone kwamba mimi naenda kanisani. Wanaenda kumaombi ili kiongozi anayehusika na huduma maombi amuone, asimuulize kwa nini hauombi. Ukienda namna hiyo mbaba, huwezi kumkuta Mungu. Tafuta Mungu. Asa alipomtafuta Mungu namna hiyo, Biblia inasema kwamba alipokea ushindi. Alipokea ushindi kwa namna ambavyo maadui wakapigwa. Mungu ndiye anapiga maadui, sio sisi. Ni Mungu ndiye anapiga maadui. Biblia inasema aliwaangamiza na akawapa nguvu juu ya miji yote iliyokuwa maeneo ile. Kwa hiyo wakateka nyara ng'ombe, wakateka nyara kondoo, wakateka nyara, yani kwenye hiyo miji kulikuwa na nyara nyingi. Yani walikuwa na nyara ambazo wameteka. Biblia inasema walimiliki, walifanikiwa. Sikiliza nikuambie, inawezekana we ndio unamilikiwa kwenye kartia yako, unamilikiwa huko kanisani, kwenye kazi yenu unamilikiwa. Kwa nini? Huna muda na Mungu, humtafuti Mungu. Uko bize sana na kazi, lakini sasa baadaye vita inainuka kwenye kazi, hujali, unalialia, unalalamika. Tafuta Mungu, mtu wa Mungu, tafuta Mungu kwenye hili unalopitia. Inawezekana unapitia kipindi cha furaha, mtafute Mungu. Watu wengi kipindi wanateseka ndio wanamtafuta Mungu. Sikiliza, huwezi kujifunza kuogelea wakati umezama. Mimi nasema hivi, huwezi kujifunza kunaje wakati umezama. Tafuta Mungu kipindi uko vizuri. Na Biblia inasema wengi walipokuwa katika kipindi cha furaha, Mungu aliwatafuta na anazungumza nao, wakasema sitaki kusikia. Kwa nini? Wako kwenye kipindi cha furaha.
hawajali. Mungu anasema hawajali. Mungu anawatafuta hawajali. Sijajua kama kuna mtu anaelewa neno la Mungu nalo lisema. Kwa hiyo watu wanaomtafuta Mungu, Mungu anawatafuta. Ni muhimu sana. Zipo faida nyingi ambazo unaweza ukapata katika kumtafuta Mungu. Lakini pia faida nyingine ya kumtafuta Mungu, wale wanaomtafuta Mungu wanamuona Mungu, yani wanakutana na uwepo wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura yake ya 15 mstari wa kwanza hadi 4. 2 Chroniques chapitre 15 verset 1 à 4. Biblia inasema, ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Nataka uone jambo hili. Mara ngapi sisi tunamlaumu Mungu? Mungu kaniacha, Mungu kaniacha. Hapa anasema nini? Anasema wale wanaomtafuta ataonekana kwao, ataonekana kwa watu wanaomtafuta, lakini kwa wale wanaomwacha Mungu atawaacha. Sikiliza mtu wa Mungu, sikiliza. Ni kweli unapitia shida, ni kweli unapitia changamoto, ni kweli unapitia magumu, lakini sikiliza, usiache kumtafuta Mungu. Unapoacha kumtafuta Mungu anakuacha. Nani anapoteza basi sasa kama tunaacha kumtafuta Mungu? Ni kweli ulipitia magumu, na si kwamba si magumu, ni matatizo kwa hali ya kibinadamu. Kweli ni magumu, magonjwa, uharibifu, umekataliwa, mashambulizi ya aina mbalimbali. Ni kweli, lakini katika hili mtafute Mungu, usiende mbali na Mungu. Wengi katika magumu tunamwacha Mungu. Unaingia kwa nyumba za kiganga, za wachawi, za wafumu. Unaingia kumwacha Mungu na kutafuta msaada nje ya Mungu. Umemwacha. Unapomwacha anakuacha na wewe. Ni kweli ulipitia shida, changamoto, lakini si kwamba uende kuingia katika maisha ya dhambi, kwa sababu unapoingia kwenye hali ya dhambi, Biblia inasema kwamba Mungu anatuacha. Wako wangapi ambao sasa hivi nazungumza hawako vizuri na Mungu, wamemwacha Mungu. Hawako vizuri na Mungu, wamemwacha Mungu. Ameingia kwenye hali ya uzinzi, ameingia kwenye hali mbalimbali ambazo tunajua ni mbaya mbele za Mungu. Ni wangapi sasa? Na wakati mwingine tunajifanyaka watu wazuri sana. Nasemaga hii, tuache unafiki. Mungu huona ndani, haangaliaki aparasi. Tunaweza kujazwa sana Elshadai nyingi, Helolame, misamiati mingi ya kiroho, sawa. Tuna uwezo wa kujionyesha sana vizuri mbele ya Mungu, sawa, lakini hiyo sio ishu kwa Mungu. Ishu kwa Mungu ni watu ambao wanamtafuta. Sasa wanaomtafuta namna gani? Sasa tunaenda kwenye watu wa aina ya pili ambao Mungu anawatafuta. Watu ambao Mungu anawatafuta ni watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Kitabu cha Yohana sura yake ya 4 mstari wa 23 hadi 24. Yohana sura ya 4 23 hadi 24. Neno la Mungu linatuambia hivi: lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu anatafuta waabudu wa kweli. Angalia, Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mtu wa Mungu, hii ni muhimu sana unapokuwa unahitaji msaada ya Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu anatafuta anayemwabudu katika roho na katika kweli. Hawa ni watu ambao Mungu anawatafuta.
Ni kweli unamtafuta Mungu, lakini mtafute katika roho na kweli, sio kwa kusukumwa wala kubembelezwa, sio kwa kwenda kujionyesha, sio kwa kwenda kuonyesha vile ulivyo navyo, si kwa kwenda kutafuta vyeo. Mtafute Mungu katika roho na kweli. Dada unayenisikiliza, mtafute Mungu katika roho na kweli. Anasema anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Mungu hatafute watu wanaoenda kanisani, lakini anatafuta watu wanaoenda kanisani katika roho na kweli. Lengo yako kwenda kanisani nini? Ili uende kuolewa kule? Nakumbuka ipo siku msichana mmoja aliniambia, anasema, Papa Sale, kila mara nikikuja kusikiliza mafundisho yako, sisikilizake tu, yaani nakutazama wewe, naanzia juu mpaka chini, naanzia chini kupanda juu. Nasema sasa, lengo yako kuniangalia kuanza juu mpaka chini, chini mpaka juu, iko nini? Anasema nakaa nikifikiria hivi, sasa huyu akiwa mume wangu nitarizika, nitatulia. Kwa hiyo huyu anakuja kwenye maombi si kwa kumtafuta Mungu, anakuja kutafuta mwanaume. Kwa hiyo utamwona anaimba, yupo kwenye maombi, utafikiri anamtafuta Mungu, kumbe anatafuta mwanaume. Unaelewa kitu nazungumza? Sio wote wanaosema Bwana Bwana watauona ufalme wa Mungu, wataurithi ufalme wa Mungu. Maana wako wengine ni wazee wa kanisa kweli, lakini si wazee katika roho na kweli. Ni kweli ni waombezi, lakini si waombezi katika roho na kweli. Wanaimba lakini hawaimbi katika roho na kweli. Wanatoa sadaka lakini hawatoi katika roho na kweli. Mimi sijajua kama kuna mtu anaelewa lugha ya Mungu na jambo ambalo Roho Mtakatifu anasema na kanisa. Unaelewa? Mungu hatafute watu wanaotoa sadaka, anatafuta watu wanaotoa katika roho na kweli, kwa sababu shida sio kutoa, ni namna ambavyo unatoa. Kwa sababu wako wengine wanatoa, lakini wanatoa si katika roho na kweli. Na wengine mara mingi tunawasifia kanisani, fulani ni mtoaji mzuri, kumbe hatoi katika roho na kweli. Mtu wa Mungu, Mungu anatafuta watu kama hawa. Acha kujipondea muda kwa kuwaza kama Mungu ni mzalimu, kwa kuwaza kama Mungu ni kama wanadamu ambaye tunaweza tukajificha mbele yake. Baba, ni kweli kila mara unaendaka kanisani, lakini mbona hujaacha wake wengine kule nje ya ndoa yako? Lakini mbona unaingia kwenye hali tu ya uharibifu? Dhambi ziko pale pale. Ni kweli mama, unamtafuta Mungu, unaenda kanisani, lakini shida sio kwenda kanisani. Shida sio kwenda kuabudu. Shida sio misamiati mingi ya kiroho. Shida sio kuzungumza au kunena kwa lugha. Sio shida. Wanaozungumza kwa lugha, Mungu anataka wanaozungumza, wanaonena kwa lugha katika roho na kweli. Maana wako wengi unena kwa lugha, ananena kwa lugha, lakini si katika roho na kweli. Ni kweli wewe unaomba, lakini si katika roho na kweli. Mungu anisaidie sana. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kunielewesha katika moyo wa baba huyu, na umfungue akili ili aelewe undani wa neno hili ambalo, au maana neno hili ambalo tunajifunza siku ya leo. Mungu hana shida na wanaoimba, ana shida na wale wanaoimba katika roho na kweli. Hawa ndio anaowatafuta. Anaingia katika nyumba yako baba, amtafute mtu anayemwabudu katika roho na kweli. Lakini eske yupo mtu wa namna huyu? Anasema ningebariki mtu wa namna huyu, lakini wako wapi hao watu? Wameenda wapi? Anaingia kwenye kikundi cha waimbaji, anasema namtafuta mtu anayeimba katika roho na kweli, ili nimbariki, nimfungulie ndoa, nimpatie 1, 2, 3. Lakini wako wapi? Wapo kweli kwenye hivi vikundi vya waimbaji? Watu ni wengi sana kwenye vikundi vya maombi, na Mungu anasema namtafuta mtu anayeomba katika roho na kweli. Wako wapi sasa kwenye vikundi vya maombi?
Watu wanaomba huku wasingizia wengine, wanaomba huku wakiwanenea wengine uongo, wanaomba huku wakiwaloga wengine, wachawi wakubwa huko wanawafitinia wengine, wivu mkubwa ndani yao. Yani waombaji wa namna hawa, sasa Mungu hanaga macho kwao. Kwa hiyo tunamwona mtu amekawia katika ibada, katika vikundi vya kiroho, amekawia kwenye makanisa ya kiroho akiomba, huku hana msaada wa mbinguni, kwa sababu mbingu hazimtazami. Mungu anaowatafuta ni wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Na hata wiki iliyopita nilipokuwa ninatamani kuendelea na hiyo somo ya kufunguliwa na kamba za adui za kishetani zilizofunga maisha ya watu, Roho Mtakatifu alikuwa anasema ndani yangu, wako watu wanaomba ndio, lakini sio katika roho na kweli. Wanaimba ndio, lakini sio katika roho na kweli. Wazee wa makanisa ndio, lakini sio katika roho na kweli. Wamama wa habari njema ndio, lakini sio katika roho na kweli. Ni waimbaji kanisani, lakini sio katika roho na kweli. Mashemasi kanisani, lakini sio katika roho na kweli. Ni kweli wamefunga ndoa, lakini sio katika roho na kweli. Hivi yuko wapi mtu ambaye anaelewa kitu hiki na anasema kwa kweli Mungu anazungumza na mimi? Maana watu wengi tunajidanganya sana. Wale ambao Mungu anatafuta ili awainue, awabariki, ni wale wanaomtafuta katika roho na kweli. Unaelewa mtu wa Mungu kitu nazungumza? Okay, sasa swali ambalo nataka nikuulize, okay, haya mambo yote unayoifanya katika ufalme wa Mungu, yaani kanisani, iwe ni mahali pengine, unaifanya katika ufalme wa Mungu, unaifanya katika roho na kweli? Hii ndio swali nakuuliza, na usifikiri hii ni swali ndogo sana. Ni swali ambalo limebeba hatima yako. Je, hayo unayoyafanya, unawasaidia wajane, unawasaidia watoto yatima, sadaka zako unatoa, unajitoa kuanzia asubuhi mpaka jioni huko kanisani, unajitoa kwenda kuwaombea watu, je, hayo unayoyafanya unaifanya katika roho na kweli? Haleluya. Hii ni muhimu sana. Fahamu kwamba Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Hivi hii maisha ya siri yenye umejitengenezea kuwa kama kawaida, tena ni aina matendo mabaya, na umeifanya kuwa siri, unafikiri Mungu hajakuona, wakati Roho Mtakatifu alikuwepo hapo ulipokuwa unazini, alikuwepo hapo ulipokuwa unatosha mimba, alikuwepo hapo ulipokuwa unasharatika, alikuwepo hapo ulipokuwa unaiba, alikuwepo hapo ulipokuwa unafanya mambo mabaya, alikuwepo hapo ulipokuwa unafanya machukizo kwa Bwana, alikuwepo. Alafu unajifanya mtu mzuri we, unajifanya mzee wa kanisa we, unajifanya mwombezi, unajifanya mhubiri, unajifanya mtumishi, misamiati mingi ya kiroho. Unafikiri Mungu hajaona, wala unafikiri na shetani mwenyewe haoni hayo ulioifanya. Aliona na anajua wewe ni wa kwangu. Unasema Bwana asifiwe, shetani anasema wa kwangu huyu, hii Bwana asifiwe haifiki mbinguni. Na wakati mwingine unaposema Bwana asifiwe, anakukumbusha uko kanisani, anakukumbusha, anasema hivi, kweli umesahau kwamba ulifanya ile pale? Halafu unasema Bwana Yesu asifiwe, na unajikausha tu kanisani, na watu kweli tunasema huyu mtu wa Mungu, huyu mtu wa Mungu, huyu mtumishi, huyu mzee, huyu shemasi, huyu mwombezi, huyu nani. Kumbe we mwenyewe unajijua mchafu. Rudi kwa Bwana, mtu wa Mungu, rudi kwa Yesu Kristo. Anakutafuta wewe. Anatamani uwe katikati ya watu ambao wanamwabudu katika roho na kweli, wanaotoa katika roho na kweli, wanaoomba katika roho na kweli, wanaoimba katika roho na kweli, wanaosifu katika roho na kweli, wanaoabudu katika roho na kweli. Haleluya. Wanaoenda kanisani katika roho na kweli. Hii ni muhimu sana. Sasa nipite kwenye aina ya tatu ya watu ambao Mungu anawatafuta. Ni watu waombezi. Sawa? Waombezi. Anasema nini kwenye kitabu cha Ezekiel 22? Tuende kusoma ile kitabu cha Ezekiel 22.
tuende ku mstari yake ya 29. Ezekiel 29 hadi ule mstari wa 13. Ezekiel chapitre 22 verset 29 30. Ukitaka tunaweza enda hata mstari wa 31. Biblia inasema watu wa nchi wametumia uzalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Ona sasa, nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Watu gani hawa ambao wanatajwa hapa juu? Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Hapa sasa Mungu analeta aina nyingine ya watu. Kuna sehemu anaona uharibifu, watu hawatendi haki, wanawanyima maskini na wahitaji haki yao, wanawazulumu. Inawezekana ni patro anatumikisha mtu bila kumlipa, anatumika na watu anawazulumu haki yao, anasema wanakubaliana lakini anamnyima haki yake. Aina ya mabaya inaonekana kwenye familia, aina ya mabaya inaonekana kwenye kampuni, aina ya mabaya inaonekana kwenye kanisa, kwenye kikundi cha maombi, kwenye kikundi cha waimbaji, kwenye baraza la wazee. Kuna uchafu, yaani kuna sehemu Mungu anaona machafuko, anasema kwa haya machafuko nayoona kwenye hii familia, kwenye hii kampuni, kwenye hii kanisa, kwenye hiki kikundi, yatosha mi kuangamiza. Lakini anasema hivi, natafuta mtu miongoni mwao basi, kwenye ile kampuni yako, kwenye kanisa yako, kwenye lile kanisa, kwenye kile kikundi, mahali ambapo upo, kwenye familia, kwenye ukoo wako, kwenye kabila yako, kwenye nchi. Anatafuta mtu kwenye ile machafuko, mwenye atasimama mbele zake, mwombezi. Wako wapi waombezi ambao wamelala usingizi? Inawezekana kwa sababu ya hali ya maisha, inawezekana kwa sababu ya mapito yao. Wako wapi? Mpendwa, hakunaga kitu kikubwa kama kuwa mwombezi alafu unaacha kuomba. Hii ni hatari sana na ni esheke katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Mungu anawatafuta, maana hajataka kuangamiza ile familia yako, anataka mpate mtu mwenye atasimama mbele za Mungu. Ni kweli kwenye familia yako watu wote hawaokoki, wengine hawaokoki, ni washirikina, watu wabaya, wazinzi, waasherati, walevi, watu wabaya tu kwenye familia yako. Lakini anasema hivi, hata katika ile mazingira namtaka mtu mmoja mwenye atasimama. Yuko wapi mtu ambaye atasimama? Ni kweli watoto wako wameendesha maisha vibaya, zambi ya aina yote wanafanya, machafuko ni wao, lakini anasema natafuta mtu katikati yao. Kwenye hii familia hakuna hata mtu moya mwenye anaweza kuja mbele zangu akaomba rehema, akaomba toba, asimame mahali palipobomoka kujenga boma, maana uovu umetengeneza, umebomoa boma. Kwa hiyo watu wa Mungu hawana ulinzi. Ulinzi wangu mimi Mungu haupo juu yenu. Wako wapi watu ambao watasimama kama waombezi wanaoomba kwa niaba ya Ituri, ambao watasimama mahali palipobomoka kwa sababu ya uharibifu unaoendelea? Haki haipo, watu wanazulumiwa, mimba zinaporomoshwa, watu wanauawa, aina ya uzuluma inaendelea, mambo machafu inaendelea, watu wanaiba na vitu vya wagonjwa, misaada ya wakimbizi watu wananyang'anya. Wako wapi watu ambao watasimama mahali palipobomoka mbele za Mungu? Hapa Bunia, Ituri, katika Kongo, wako wapi watu watakaosimama? Mungu anasema na watafuta watu kama hao. Haleluya. Sikiliza, watu kama hawa wanamtafuta Mungu. Waombezi kama hawa wanatafuta Mungu ili kuomba rehema, kuomba msamaha. Sikiliza nikuambie jambo moja, Mungu hawezi kusamehe mtu mpaka aombe msamaha. Ndio maana anatafuta mtu mwenye atasimama kwenye kulikuwa uovu, aombe msamaha.
ili Mungu asamehe. Nazungumza na mtu ambaye anasema nilishakafanya dhambi nyingi, siwezi samehewa, na nilishakatenda dhambi nyingi, Ituri kuna dhambi nyingi, Kongo kuna dhambi nyingi, kwa hiyo Mungu hawezi kusamehe. Anasema namtafuta mtu huyu mmoja tu mwenye atasimama mahali palipobomoka, ataomba rehema, atajinyenyekeza. Neno la Mungu linasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza, wakinitafuta uso, wakiniomba, mi Mungu kutoka mbinguni nitasikia. Sikiliza mtu wa Mungu, Mungu anapingana na watu wenye kiburi. Anatamani apate hata mtu mmoja mwenye ataomba, atasimama kama mwombezi kwa niaba ya familia yake, kwa niaba ya ukoo wake, kwa niaba ya kampuni huko anakofanya kazi. Unaelewa kitu nazungumza? Kwa niaba ya quartier, kwa niaba ya mji, kwa niaba ya province, kwa niaba ya nchi. Ndio maana mimi nasemaga hivi, mimi niko zamu wa kitaifa. Niko zamu wa kitaifa. Kama na wewe utajiunga na mimi, tupate kusimama kwa zamu ya kitaifa, ili Mungu apate kusimama kwa zamu pia ya kurehemu nchi yetu. Unaelewa kitu nazungumza? Unaelewa kweli? Mabomoko ni mengi katika nchi, lakini wako wapi watu ambao wanasimama? Mabomoko yako mengi katika kanisa, lakini wako wapi watu ambao wanasimama mbele za Mungu kulia tu rehema, kuomba msamaha kwa Mungu aliye hai? Wako wapi watu ambao wanasimamia nafasi kama hizi za kujinyenyekeza mbele za Mungu? Unasema sasa leo unatuambia kitu gani? Nilitamani nikuonyeshe kile kitabu cha Nahumu 1 mstari wa 3. Nahumu 1:3. Kitabu cha Nahumu 1:3. Biblia inasema hivi. Anasema kwamba Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi, wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani, na mawimbi ni mavumbi ya miguu yake. Nilitaka uone jambo hili, mtu wa Mungu. Nilitaka uone jambo hili. Anasema kitu kigumu hapa. Anasema hivi, Bwana si mwepesi wa hasira. Inaweza tokea kwenye familia yako watu wanaiabudu miungu, lakini anatafuta mtu. Kuna uovu mwingi, lakini anatafuta mtu mwenye atasimama. Inawezekana kwenye kampuni, kwenye kanisa, katika nchi kuna uovu mwingi. Anasema si mwepesi wa hasira, lakini anasema ana uweza mwingi. Angalia kitu muhimu, anasema wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia. Kwa hiyo huwezi kusema Mungu anaona mimi sitatubu na ile dhambi kweli. Atakuhesabia una hatia na bado shetani atakushambulia. Familia yako ataiona ina hatia na bado shetani ataishambulia. Kitu gani unatakiwa kufanya? Ni kunyenyekea mbele za Mungu, kuomba rehema kwa Bwana katika hiki ulichokifanya, katika hiki ulichokiwaza, katika hiki ulichokisema na kinaendana mbali na mapenzi ya Mungu. Umewazulumu wajane, umewazulumu mayatima, umewaima watu haki yao. Inawezekana uko kwenye nafasi ya uongozi, huitumii vizuri, unawatesa watu. Sikiliza, Mungu anatafuta mtu mwenye anarudi kwake kuomba toba. Anapoomba toba, ananyenyekea, na huyu mtu wa namna huyu Mungu atamuinua. Unaelewa? Tusidanganyike. Angalia, anasema hivi, Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani. Kuna watu wanapitia tufani, mateso, mawimbi, yani zoruba. Mungu ana njia yake katika hivi vyote unavyopitia. Wengi katika hii tulienda mbali na Mungu, tukamwacha na hatutaki kurudia kwake, na tunafikiri Mungu anaweza kutusamehe kwa sababu ilikuwa ni kipindi kigumu. Hapana. Katika haya magumu Mungu alikuwa na njia yake. Katika hiyo tufani alikuwa na njia yake ya yani anasema hivi, ona anachokisema. Anasema mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Anasema njia yake iko kwenye nini? Kisulisuli na tufani. Sijajua, inawezekana unapitia maisha kama haya, mtu wa Mungu, lakini rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana.
Watu wa aina ya ine ambao Mungu anatafuta na tunaenda kuomba ni watu wenye dhambi. Yohane 3:16 anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini sasa kitabu cha Luka, nataka nisome kile kitabu cha Luka 19:10. Luka 19:10, neno la Mungu linasema hivi. Anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kile kilichopotea. Dhambi ilipokuwa haijaingia duniani, mwanadamu alikuwa katika njia iliyo nzuri. Dhambi ilikuja kumtenga mtu na Mungu. Kwa hiyo ilibidi sasa Mungu arudi kumtafuta. Kristo Yesu avae mwili aje kumtafuta huyu mtu, kwa sababu watu hawa ndio anawatafuta. Mama anakutafuta kama bado ungali dhambini. Ni kweli uliokoka, lakini sasa ukaanguka ukarudi nyuma. Yesu anakutafuta leo. Ni kweli yani uko kanisani, lakini unajijua kwamba haujaokoka, huna Yesu maishani mwako. Yesu anakutafuta leo. Haleluya. Mpatie Yesu maisha yako. Na kama ni wewe mtu wa Mungu, nataka nikupe nafasi hii ya kuokoka na kumpatia Yesu maisha yako, alafu niende kuombea. Ninaamini Mungu anaenda kufanya njia katika maisha yako. Kama unajua Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka uombe nami haya maombi. Na kama Yesu ulimpokea na ukarudi nyuma ukaanguka, unataka kurudia kwa Yesu, nataka tuombe pamoja nawe. Omba maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizofanya katika kujua na kutokujua. Naomba unirehemu. Ninakataa shetani, ninakataa dhambi. Ninafungua moyo wangu. Kristo Yesu, ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninakupokea kuwa Mwokozi na Bwana na kiongozi na mtawala wa maisha yangu, wa afya yangu, wa ndoa yangu na hatima yangu, wa kesho yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Tangu sasa jina langu lifutwe kwenye kitabu cha hukumu na liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Ninakataa kushindwa na ninatangaza kushindwa kwa shetani katika maisha yangu. Hata niweza tena, nami nitakutumikia na kukupendeza wewe peke yako siku zote za maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, karibu katika ufalme wa mbinguni. Nataka niombe pamoja na wewe. Inawezekana unapitia magumu, unapitia changamoto ya magonjwa, inawezekana ni ukame na umaskini. Nataka niombe kwa ajili yako. Maisha yako iko mikononi mwa Mungu, akustareheshe pande zote. Kama wewe ni mgonjwa, weka mkono wako mahali ambapo unaumwa, na kama unahitaji kazi, basi shikilia vyeti vyako vya masomo, naenda kuombea diploma yako ipate kibali katika ulimwengu wa roho na upate kazi kwa jina la Yesu Kristo. Kama unahitaji maombi kwa ajili ya watoto wako huko nyumbani, shikilia picha yake au taja jina lake nikiwa ninaomba, na neema Mungu itawafuata. Fanya tendo la imani na Mungu anaenda kukuhudumia. Bwana Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Nakushukuru kwa ajili ya huyu mtu anayenifuatilia kwenye mtandao Facebook na YouTube, na wale ambao wananisikiliza kwa njia ya radio. Ninaomba Mungu aliye hai, rehema na toba. Na hii ni sala ya kikuhani. Ninaomba Bwana wa majeshi, jidhihirishe leo kwa rehema zako katika maisha yetu. Turehemu katika hili tulilokosea. Wakati mwingine tulifikiri wewe Mungu haukutuona, kumbe ulituona. Naomba rehema zako juu ya maisha huyu baba, huyu mama, kaka na dada anayenisikiliza. Kwa jina la Yesu Kristo, turehemu Mungu. Na sasa naomba kwa ajili ya huyu mgonjwa. Ameweka mkono wake hapo alipoumwa, na mimi nanyunyiza damu ya Yesu Kristo
kwenye mfumo mzima wa mwili wake, kwenye mfumo wa asili ya kuzaliwa kwake, kwenye mfumo wa familia yake, kwenye mfumo wa afya mzima. Kwa jina la Yesu Kristo, damu yako ikamuondolea hayo magonjwa ya aina yoyote, maumivu ya aina yoyote. Kuna wengine magonjwa yao iko kwenye damu, wengine magonjwa yao iko kwenye mifupa, wengine magonjwa yao iko kwenye nyama za mwili. Ninaachilia damu yako Yesu Kristo, kwa jina la Yesu ikanene uponyaji. Roho ya magonjwa uliokuwa umepewa uhalali, nafuta uhalali wako. Ni roho ya magonjwa uliyetengenezewa madhabahu kwa kafara za giza. Ninaharibu hizo kafara na kuvunja hayo maagano na kuharibu hayo madhabahu inayosukuma magonjwa kwa damu ya Yesu. Nami naachilia uponyaji sasa kwenye mwili huu na unisikiliza sasa, kuanzia unyayo wa miguu yake katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya magoti, maumivu ya moto kwenye nyayo za miguu, wengine ni maumivu ya maarticulasio, wengine ni maumivu ya kiuno, wengine ni maumivu ya uti wa mgongo, wengine ni maumivu ya tumbo, wengine ni maumivu ya kichwa, wengine ni maumivu ya figo, wengine hawana uwezo mzuri ya kupumua, wengine Bwana ni magonjwa ya kansa, wengine ni magonjwa ya kisukari, wengine ni magonjwa ya kiste, wengine ni magonjwa ya akili, wengine ni magonjwa aina yoyote. Bwana, haijalishi jina la ugonjwa huu, ninanyunyiza damu ya Yesu ikaondoa uhalali na mamlaka ya magonjwa juu ya mwili wake. Ewe roho ya magonjwa, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia. Achia damu yake, achia mwili wake. Haijalishi ulitengenezwa na mizimu, ulitengenezwa na sadaka, ulitengenezwa na watu wachawi, ulitengenezwa kamba yoyote ya magonjwa katika, na ninaamuru sasa nguvu za uponyaji zitembee, nguvu za uponyaji zitembee. Hayo magonjwa yaliyopitishwa kwenye mwili wake kwa njia ya ndoto za vyakula, kwa njia ya ndoto mbaya katika maisha yake akiwa amelala, kwa damu ya Yesu Kristo ninaondoa na kung'oa kila pando la magonjwa kwenye mifupa yake, kila pando la magonjwa kwenye damu yake, kila pando la magonjwa kwenye mwili wake, kwa jina la Yesu. Iwe ni magonjwa ya kurithi, iwe ni magonjwa kawaida, iwe ni magonjwa kutupiliwa, iwe ni magonjwa ya maeneo, iwe ni laana yoyote ile, kwa damu ya Yesu Kristo toka chia katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji hapo ulipo, wewe ambao uko kwenye hali ya maututi. Inawezekana uko kwenye kaza roho, inawezekana uko nyumbani unajipanga kwenda hospitalini. Pokea uponyaji sasa. Na wale walioko hospitalini, wale ambao wako kwenye masita ya Ebola, kwa jina la Yesu pokeeni uponyaji, pokeeni uponyaji, pokeeni uponyaji. Ndio nguvu za Bwana zinakuweka huru leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana kwa ajili ya huyu ambaye anahitaji kazi na ameshikilia vyeti vyake vya masomo, ameshikilia diploma yake, ameshikilia CV yake katika imani, maana wengine wako mbali na CV zao, wamekuwa wakikataliwa kila mara napoenda kutafuta kazi hapate. Ninafuta mashitaka yote kinyume chake Bwana, ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho. Inawezekana babu zake hawakumruhusu kupata kazi, roho za miungu ya familia, roho za miungu ya ukoo hazikumruhusu kupata kazi, ameandikiwa kutokuendelea. Kwa damu ya Yesu Kristo ninafuta hayo mashitaka na sheria zote kinyume chake na madai ya kiroho, na achilia damu ya Yesu ikanene mema sasa. Nami natangaza kupata kazi. Wengine wana kazi lakini wanapitia vita, ni zile reclamation zinataka ziwafukuzishe kazi. Kwa damu ya Yesu Kristo akapokee sasa uponyaji, na hiyo vita kwenye kazi ipate kuondoka. Ninairudisha kwa wale wanaompiga vita, wapigwe kwa jina la Yesu Kristo, wapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukamsareheshe mtumishi wako, ukamsareheshe mtu wako, ukampe mafanikio katika mambo yake yote. Wengine wanaomba kwa ajili ya ndoa, wengine wanaomba kwa ajili ya watoto, wengine wanaomba Bwana kwa ajili ya mambo kadha wa kadha ambao Baba hata sijahitaja hapa. Baba, naomba mafanikio yako juu yao, naomba baraka zako juu yao, naomba Bwana ukawatendee ishara zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tangu sasa njia iliyokuwa imefungwa ifunguke. Bwana ukaifanye njia, ukaifanye njia pasipo na njia, njia
njia ya kazi, njia ya ndoa, njia ya uzao. Maana wako wengine Bwana wanahitaji kuzaa. Jidhihirishe Mungu liye hai. Fanya njia mahali ambapo wanaiona bahari ya Shamu. Fanya njia, ufanye hata maji atoke kwenye mwamba. Mungu liye hai, wewe ndiye una uwezo ya kutosha hata mana kwenye jangwa, ukawapa nyama hata wakiwa jangwani, ukawapa mana na kware wakiwa jangwani. Huyo anayepitia kipindi cha jangwa, Baba, pasua njia, fungua mbingu na zitangaze baraka, fungua ardhi na itangaze baraka. Mungu, mafanikio iwe haki ya mtu huyu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Mtu wa Mungu, Bwana akubariki, akutendee mema popote pale ulipo. Namba yetu ya simu ni 081 63 95 898 09 82 480 588 09 82 480 588. Wewe unanifuatilia kwa njia ya Facebook, kama unahitaji unaweza kuandika hapo chini ili niweze kukuombea. Wewe ambaye unanifuatilia kwa njia ya YouTube, unaweza kuandika hitaji lako, na kama umeokoka leo unaweza kuniambia ili niendelee kukuombea zaidi na zaidi. Namba ya WhatsApp ni 081 63 95 898. Napumzika na wimbo huu, alafu nitarudi kusoma ujumbe mbalimbali. Jehova ametenda, tuinuke tumshukuru. Jehova amefanya, tuinuke tumshukuru. Jehova ametenda, tuinuke tumshukuru. Jehova amejibu, tuinuke. Jehova amefanya, amefanya. Asante sana, asante mtu wa Mungu. Bwana ametenda, Jehova ametenda, tuinuke tumshukuru, tuinuke tumshukuru. Okay, sawa, ni profite kukuambia kwamba leo ni tarehe 14. Alafu tarehe 24 ya mwezi huu tutakuwa na programu ya maombi. Tarehe 24 hadi tarehe 31. Itakuwa ni wiki ya kilio cha Ana. Kilio cha Ana. Tutaomba kwa ajili ya watoto. Tutaomba kwa ajili ya watoto wetu, uzao wetu. Haleluya. Fahamu hata kwamba na wewe ni uzao wa mtu. Kwa hiyo na wewe unahusika. Watu wote tunahusika katika wiki hii. Kwa hiyo jiandae, ni siku 7 za maombi yenye nguvu ya ukombozi kwa ajili ya uzao wetu. Ni muhimu unapofuatilia na kupanga mambo yako, upange jambo hili. Kilio cha Ana 2026 itakuwa kuanzia tarehe 24, le 24 mpaka le 31. Tutakuwa ndani ya hali ya kuombea uzao wetu, adui asije akapata nafasi ya kuvuruga, na wale ambao walikuwa wamekamatwa Bwana apate kuwaokoa. Kuna wale ambao wanahitaji pia watoto. Ndani yake ufahamu kwamba mtu hawezi hitaji mtoto kama hana ndoa. Kwa hiyo na wale ambao hawajaoa wanahitaji kuingia kwenye ndoa, itakuwa ni muda maalum kabisa kuweza kuomba kwa ajili ya hii. Lakini ufahamu kwamba tutakuwa tunatayarisha pia rentrée scolaire ya watoto wetu. Wataanza safari nyingine ya mwaka mzima ya masomo. Kwa hiyo tunabidi kuwaombea. Unajua kuna maufunuo zenye
Mungu iko natupatia watu mbalimbali, zinaonyesha kwa kweli lazima tusimame kuombea watoto, maana mpango ya adui juu yao ni mbaya sana. Haleluya. Kwa hiyo jipange sana. Namba yetu 081 63 95 898 081 63 95 898. Unaweza kutuandikia ujumbe wako, unaweza kuita. Tutaweza kupokea sasa. Tupo tayari kwa dakika hizi chache ambazo ziko mbele yetu, tupate nafasi ya kuweza kukusikiliza. Halo. Iko habari baba? Ni salama. Ndio, mimi nasema asante kwa mahubiri sana, sema mimi nashukuru Mungu sana. Mungu asifiwe. Ndio, mimi nashukuru na kwa mahubiri yenyewe likitaka yetu ilikuwa mwezi mzima, sema nilibarikiwa sana, nilikuwa siyapata ndio ya kushuhudia. Asante sana. Sema nilikuwa sipatake tena kitu. Oh, asante sana. Mungu akubariki sana. Halo. Halo baba mchungaji. Ndio, nani wetu? Iko DG Baraka toka Eglise ya Sekavete Chomia. Ndio, huko Chomia mnatusikiliza vizuri. Tunakusikiliza vizuri kabisa. Radio yetu RTK Tangazeni Kristo, tuko nafuata 5 Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru sana kufuata mahubiri, mafundisho matamu kabisa. Hapa mimi na mke wangu kabisa tuko na furahi kupata mafundisho hii. Amina, asante, mbarikiwe sana. Asante kabisa. Kila siku tunafataka, hakuna radio nyingine yetu tunafataka tangia RTK kunasikilika, tuko tu tunafuata RTK kabisa. Mungu asifiwe, awabariki. Asante kabisa. Okay. Sawa, tunawasalimu watu wa Chomia na mahali pengine ambapo mnatusikiliza, na wale ambao mnatufuatilia tuwabariki sana popote pale mlipo. Nianze kusoma ujumbe mbalimbali kwenye simu yangu. Huyu anasema bonjour papa Sale, ni mimi Josue, ninakufuata vizuri sana kwa kipindi ya mchana wa leo. Acha ile neno itubadilishe, maisha yetu ibadilike. Anasema msimamo yetu ibadilishe msimamo yetu na kuomba yetu. Mungu akubariki na kulinda. Asante sana ndugu Josue, Mungu akubariki. Bonjour pastor, uniombee nipate unyumba tena, masomo yangu imejaa vita tena, waadui ni wengi pastor, uniombee. Okay, Mungu akujalie neema yake. Bonjour papa Sale, nasema tafadhali kumbusha tena watu Mungu anawatafuta. Sema kumbusha tena watu Mungu anawatafuta. Sawa. Halo. Ndio, habari ya kule? Ni salama. Tunasikia vizuri sana, kila siku tu kuna kufuata. Ndio. Mahubiri kuna tunashukuru na tuko tayari kungoja maombi ya le 24. Le 24. Le 24 papa, tuko tu pamoja. Asante sana. Ndio papa. Amen. Okay. Tukimaliza ile ibada ya kilio cha Ana, tutaingia mara moja kwenye programu yetu ya mwezi wa 9. Kwa hiyo manake kuanzia le 24 mwezi ya 8 kuenda paka mwisho wa mwezi ya 9 itakuwa ni mafundisho na maombi. Siku zote nasemaka hivi, ukiona Mungu anaruhusu vitu vifanyike namna hii, ujue anakusudi na watu wake. Kwa hiyo hakikisha hautakosa hizi program, na tunaamini Mungu atafanya zaidi na zaidi. Asante mpendwa kwa neno la Mungu pamoja na maombi. Bwana akubariki na akutie nguvu. Ni Blaise Kalume kutoka Mankiva. Asante. Huyu anasema bonjour papa, nataka uniombee niokoke na nipate uponyaji.